Hasira, hasira si dawa ya moyo unauma. Tulia kwanza kabla ya kuamua. Hasira si dawa ya maumivu. Subira ndiyo njia ya moyo kupona. Minha! Vipi tena shosti? Kwema? Hakuna amani kabisa. Ndio maana nimekuita ili unisaidie. Kwani kuna nini? Kiukweli napitia wakati mgumu na mtoto. Mtoto anakosa hela ya matumizi, na kila nikimwambia babake ananipuzia. Naishi kumwona mtaani akitema na wanawake wengine. Jambo hili linaniumiza na kunikosesha amani. Hivi shoga yangu, ungependa kusaidia nini kwa hili jambo? Hasira, hasira. Dadangu, bila shaka utakuwa ni mgeni wewe hapa. Ndio, mimi ni mgeni. Na maana tofauti kabisa. Kwa sababu nikiangalia warembo wa huku mtaani na wewe, yani inakaa picha tofauti, unaona? Kwa sababu wewe you look so beautiful, you look pretty, tofauti na wadada wa huku. Anyway, you look good. Hivi ni kweli au unanisifia tu bure? No, si kusifia tu bure. Yani wewe kwa kweli, yani wewe ni msichana mzuri. Alafu kwa hiyo mimi nilikuwa na hitaji, yani nipate chance ya kuweza kukutana na mrembo mzuri kama wewe. Kama yani nimekuwa ni kama bahati. Na sio kama itawezekana, naomba unaweza kunipata. Baada mimi nitaendelea kukuchati. Ngoja ngwambie kaka. Kuna mdada hivi fulani hivi makeup hivi mrembo, nimeshakutana naye pale mtaa wakati. Naam. Nakwambia mdada ananichanganya, yani ninajaribu kumtafuta, nimview yani, ninamlinganisha na wadada wengine wa kumtaani lakini nakosa jibu. Yani hapo ndivyo nakwambia yuko katika mchakato. Mwanangu mimi nakukubali kinoma. Yaani mademu wote wazuri hapa mtaani washapita nao. Au mwenzetu tunatumia ndumba. Yani ngoja niwaambie hivi, wao wadada huku yani kama tu ile kuchambua, kwa sababu
wadada huku wako tofauti, tunaona kujilegeza tu kwao, unaona. Alafu ukiangalia huyu mrembo ambaye nimemuona sasa juzi, yani ni kama mtoto kipotabo hivyo, mtoto mzuri. Yani unavyojaribu kuangalia kama surprise gani utakavompatia, yani unashindwa. Unajua dada siku hizi, yani ukimwangalia tayari mwenyewe, yani surprise yake ni kama vile ndizi, chocolate, yani vitu vile vidogo vidogo. Lakini huyu yani ninapomjaribu kumweka tu kwenye view, yani najaribu kumtafutia nani surprise pale na basi. Na hadi ya juu kweli, yani kweli umemind sana. Ndio poa mwanamke hapo wanakufuli hapo. Wanakuta mademo kweli bwana. Yule na nzuri ndio kweli bwana. Vipi kaka? Safi. Sasa umefikia wapi kuhusu ile plan ya shemegi yangu na mtoto vipi? Yani wewe bado uko na hayo masaibu Si nilishakwambia wewe hayo mambo yao yaache. Yule ni mke na huyu mtoto na anajua kabisa hauko anamlea na anamlisha vizuri. Ya haja gani mimi nikaende kusumbuka? Lakini tambua kuwa shemegi yangu hana kazi. Yule yamlea kweli yule mtoto, lakini yateseka. Mahali kwenye yuko yateseka sana. Ngoja nikwambie hivyo, toa mtoa mudi, kwa sababu mimi nilikuwa niko na kazi muhimu sana ya kuifanya. Kuna rafiki yangu pale anaenda kumbadilishia breaker, so wanisumbua. Mimi nahitaji nikafanye kazi, mimi nile pesa. Haya mambo yako ambayo unataka kuyaleta mimi hata yameanza kunichosha, unaanza kunitoa kwenye mudi. Kwa samahani, kaniruhusu niende, sawa? Kama mambo yako tabaki kwa nayo, sawa? Kaka, elewa pia. Elewa nini? Mtu namwambia hili, yajifanya wako na shughuli nyingi za kazi. Lakini natambue pia, huyu ni mtoto wake. Hasira usikimbie nayo. Hasira usiharibu maisha yako. Tulia, fikiria kwanza maamuzi ya hasira. Mambo vipi shem? Poa. Samahani shem. Mimi nilikuwa naomba huduma yako. Huduma gani? Rafiki yako kazi imemshinda. Nilikuwa naomba ukamsaidie. Nini? Naomba unikome nisije nikakukosea shida. Shem, mimi nilikuwa nataka nikutunuku, nikupatie ukaichape. Tena bila gharama yoyote ile. Nisikize kwa makini. Sijapanga kugombana wala kukosana rafiki yangu hata siku moja. Ila ninavyoona wewe ni kama shetani unataka kuharibu rafiki yangu. Sasa nikome wala hutonipata. Inaonekana nyinyi nyote ni wale wale. Ama kweli, jogoo hapandi mtu. Kwa hiyo kuheshimu kwangu na nichukulia poa. Okay. Kweli mtoto akililia wembe, kwa je tuweza jikata. Twende nikakupa mtoto. Umemtoa wapi huyu shemeji wako? Huyu mdemu wangu. Hata nilikuwa nimekuja naye hapa nikutambulishe. Wewe unasemaje wewe? Wewe mrembo? Wewe unanunaje kwani? Yaani unaona mimi ni chizi, si ndio Alafu kumbuka nimekutoa mbali wewe. Kwa hiyo usintimue sasa hivi. Wewe kaka. Wewe.
Shemeji yako wewe, unatembea na shemeji yako sio? Wewe vipi wewe? Yaani unanitimua. Sasa ndugu, mimi nishamaliza kazi yako. Naomba niende. Sawa. Ila acha nikupe chochote kitu kama shukrani yangu. Haina haja ya malipo. Kwani nikikumbuka alichonifanyia wanaume kingali akilini. Na nikifanya kitu kama hiki najisikia amani moyoni mwangu. Ina maana kisasi chako dhidi ya wanaume kingali kinaendelea? Ndio maana nikamchanganya yeye, rafiki zake wawili, kakake hadi kakake. Frides, mbona mimi sijakutuma hivyo? Umeniumiza sana. Kakake alikuwa akinipenda. Mimi sioni sababu ya kulaumiana na kosa ulilifanya mwenyewe. Alafu isitoshe, kisasi changu mimi ni kwa wanaume wote. Okay. Lishatokea. Wewe nenda tuasiliane. Sawa. Bye. Hasira si dawa ya moyo unauma. Tulia kwanza kabla ya kuamua. Hasira si dawa ya maumivu. Subira ndiyo njia ya moyo kupona. Wewe kaka. Kaka. Samahani kwa yale ambayo yalitokea. Naomba unisamehe sana, niwie radhi. Kwa sababu tendo lile ambalo lilitokea kwa kweli linahuzunisha na hatuwezi kuyatatua haya tukiwa bado tunanuniana. Unaona? Kaka, yule mwanadada sio mzuri. Haiwezekani aweze eti kutembea na wewe alafu eti aje atembee na mimi. Unaona? Yule yani kama tungempiga viu yule, tungegundua kama yule wale wadada wanaojiuza. Wale wadada wanaojiuza huwa hahitaji kusema no. Yaani wao basi akili zikiwatuma zimewatuma kweli kweli. Sasa huyu anaonekana na mfano kama huu. Lakini hebu tusiende mbali. Tusameheane basi kaka, ili haya mambo yaishe. Kiukweli kaka, yaani lile lenye limetokea limenichanganya sana. Yaani siko sawa sana. Lakini pia haina haja wewe kuniomba mimi msamaha, kwa sababu haujui mimi na wewe nani alikuwa naye wa kwanza. Alafu mimi niko na msimamo mmoja tu. Nataka tu nimeamua niende kumchukua mke wangu ili tuje tuishi hapa ndani nikiwa na mtoto wangu. Kwa hiyo hilo kitu ambacho ndio kimenifanya mpaka sasa niko hapa kaka, tuongee haya mambo yaishe ili mimi nikachukua ile bibi yangu na tuanze maisha mapya. Nashukuru kwa kusema uko tayari sahihi kumfuata shemeji yangu. Sasa sijui unamfuata sahihi ama utamfuata baadaye. Yaani ninavyokuelekeza yani hapa saa hii mimi yani hapa nilipo na kiu na yeye, yani nataka nimuone bibi yangu jamani. Kwa hiyo hata ikiwezekana sisi tutoke saa hii. Sawa. Vipi Shem? Ulikuwa unaondoka nini? Najua unashangaa kwa ujio huu. Lakini ujio huu ni wa furaha na amani pia. Samahani mke wangu kwa yale ambayo nimekutendea. Najua ya kwamba nimekukosea sana kwa kukupa jukumu zito la kumlea huyu mtoto wetu. Pia nimejipiga kifua nikadhani ya kwamba mtoto wetu atakapokuwa mkubwa atanikumbuka mimi baba yake. Nisamehe sana kwa hiyo ambayo nimekutendea. Nimekupa maumivu mazito sana. Eti kujiingiza mtaani na kutafuta wanawake wengine, kukuacha wewe ukiendelea kuteseka na huyo mtoto.
ninakuomba radhi, nipe nafasi nyingine. Shem, nakupenda sana. Tambua pia nilikuwa natamani kaka yangu akuoe wewe. Furaha ya familia yetu iko mikononi mwako, na hata kama hautaki, na kuomba basi fanya hivyo kwa ajili ya mtoto. Kweli mchimba shimo huingia mwenyewe. Nilichokiamua kwa hasira leo kinaenda kuniunguza mwenyewe. Ama kweli hasira hasara. Ninaenda kuishi na ukimwi maisha yangu yote. Mungu, nisamehe kwenye hili. Sikufikiri kabla nitende. Hadi sasa nimejifunza ya kwamba usiwahi fanya uamuzi ukiwa na njaa. Ukishiba utajutia uamuzi uliofanya.